Kuna swali dogo ambalo vijana wengi hujiuliza kimoyomoyo, lakini hawalitamki kwa sauti. Ni kwa nini biashara nyingi za vijana hufa mapema? Na watu wengi wamekuwa wakidhani ya kwamba pengine sababu ni mtaji mdogo, pengine sababu ni serikali, au pengine wanahisi hawana bahati. Lakini ukweli ni huu: biashara nyingi hazianguki kwa kukosa pesa, zinaanguka kwa kukosa uelekeo. Na hebu nianze na hadithi fupi hapa. Kuna kijana mmoja ambaye anaamua kuanza biashara. Ana hamasa kubwa, ana ndoto na ana bidii. Ana hela kidogo, anaanza kufungua na anasubiri wateja waje. Wiki inapita, mwezi unapita na wateja hawaji kama alivyotarajia. Na hatimaye anasema kwamba biashara hazilipi. Lakini hakuwahi kujiuliza swali muhimu zaidi. Je, nilikuwa natatua tatizo la kweli? Katika kitabu cha The Lean Startup, Eric Ries anasema kwamba the problem isn't that the startup failed, it's that they failed too late after wasting time and money. Hii inatufundisha jambo zito sana. Biashara nyingi hufa kwa sababu hazikujifunza mapema. Wajasiriamali chipukizi mara nyingi huanguka kwenye mitego mitatu mikubwa. Kwanza kabisa, wanapenda wazo lao kuliko wanavyopenda wateja wao. Wanajenga kitu ambacho wanakipenda wao, si kitu ambacho soko linakihitaji. Katika 0 to 1, Peter Thiel anasema kwamba the most important question is what valuable company is nobody building? Si kila biashara inahitaji kufunguliwa na wewe. Biashara bora hujengwa pale ambapo kuna pengo halisi. Kitu cha pili, wanataka mafanikio ya haraka bila kuvumilia hatua za mwanzo. Wanapokosa matokeo ya haraka, wanakata tamaa. Lakini ukweli ni huu: biashara ni mchezo wa subira, sio wa pressure. Kwenye Built to Last, waandishi wengi wanaonyesha kwamba kampuni zilizodumu zilipitia miaka ya mwanzo yenye maumivu, marekebisho na kujifunza kabla ya kuonekana kubwa. Kitu cha tatu, wajasiriamali wengi wanakosa mfumo. Wanategemea nguvu pekee. Wanafanya kila kitu wao peke yao, bila mpango, bila kupima, bila kurekebisha. James Clear kwenye Atomic Habits anasema kwamba you do not raise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Hii inamaanisha hata kama una ndoto kubwa, bila mfumo wa kujifunza, kupima na kuboresha, biashara itachoka kabla haijakomaa. Lakini hapa kuna habari njema: kushindwa mapema sio mwisho wa safari, ni sehemu ya mafunzo. Wajasiriamali wote wakubwa unaowaona leo hawakuwa tofauti na wewe. Walishindwa, walirekebisha, walijifunza na waliendelea. Katika Man's Search for Meaning, Viktor Frankl kuna wazo moja lenye nguvu sana: those who have a why to live can bear almost anyhow. Ukijua ni kwa nini unaanzisha biashara, hutakata tamaa kirahisi kutokana na jinsi inavyoonekana ngumu leo. Na hapa ndipo somo hili linapokuacha. Usianzishe biashara kwa lengo la kuonekana mjasiriamali. Anza kwa lengo la kujifunza, kutatua tatizo na kukua. Kwa sababu biashara inayokuwa polepole na kwa uelewa itadumu zaidi kuliko ile inayokimbia bila dira. Na kama uko hapa ndani ya Mindset Hub, basi tayari umechagua njia sahihi. Njia ya kujifunza kabla ya kuacha ndoto yako ife mapema. Kwa hiyo tusikilize, tujifunze, turekebishe na tuendelee.